Coaches, ukiangalia pale Genesis chapter 1 verse 1, ukiangalia hapo tu inasema in the beginning God created heavens and earth. Tunapozia hapo kwanza. Heavens si moja, kwa hivyo inamaanisha heavens ni mingi. Earth physical, kwa hivyo ni unseen na seen. Sasa ile mtu amekufa, spirit ndio inakuwa imetoka. So amekufa, haizi ona, haizi sikia, haizi breathe, haizi ongea na haizi onja. So spirit ndio ina cause movement kwa physical. Spirit ndio ina cause movements zote unaziona kwa physical, kwa sababu physical haiwezi move without the unseen, the spiritual. So movements zinakosiwa na spirit. Ndio maana kutasema Maina akuage mlevi. Alienda, huyu mwenye amesema hivyo, ameenda akaenda akachukua spirit akairusha kwa mwili ya Maina. Sasa hiyo spirit inampelekanga kwa ulevi. So movements zote ni spirit. Kama venye pia mtu kawaida ako tu hapo, lakini kuna thoughts zinaendelea, kuna thoughts zinacheza kwa akili. Ukiangalia pia Abraham alitokelezewa na spirit. Hakuna mwenye aliona, hakuna mtu atasema niliona ndio hii. Pia ukiangalia Moses alitokelezewa na spirit, na hakuna mwenye alimuona ndio yule anaongea nayo. Hata Jesus hakuna mtu aliona. Hata kina Adam na Eve hakuna mtu aliona. Hao maprophets wote hakuna mtu aliona. Hakuna. Na ndio maana ukisoma bado Proverbs 29:18 inasema where there is no vision people perish. Kama hautaona haita happen. Lazima kwanza uione. Juu hata mimi nikiongeleshwa na God hakuna mtu aliona. Na ukiangalia spirit zote zikitokelezea mtu coaches zina promisingi. Hata ukiangalia kwa Adam and Eve, ukisoma Genesis 1:26 inasema and God said let us make man in our own image and likeness and let them rule over the birds in the air, over the fish in the sea and over every animal that crawl around the earth. So God ametokelezea, amekuja amesema sasa tengeneza sasa jamaa, na amemtengenezea na promise gani? Ata rule kila kitu yenye God amecreate. Pia Abraham akatokelezea na huyo God, akamwambia sasa mimi nimekutokelezea, nataka utokee mtaa na mimi nitakufanya ukuwe sonko. So kila spirit ikitokelezea inakujanga na promise. Ukiangalia pia Jacob alitokelezea na spirit. Hiyo spirit ndio ikakuja inaitwa Israel. Kwa hivyo Israel ni spirit iliingia Jacob na ikampromise watoto wako ndio watakuwa the 12 tribes of Israel. Spirit ikiingia inakam na promises. The same venye hao wameongeleshwa na spirit, the same pia Njoro kuna spirit ilikam na ikame covenant na mimi, ikaniambia nitakufanya tutarudi na wewe, hiyo number 1. Utakuwa na power yenye utajasimamishwa, hiyo number 2. Kazi yako itakuwa ku break altars za yule move shetani, number 3. Umeelewa? Hizo ndio agreement. Sasa tuende. Ikiniambia hivyo hakuna mtu anaona, na inaniambia utaenda uta break altars zenye hazionekani coaches, kwa sababu pia altars hizo zimebuildiwa kwa spiritual, hazijabuildiwa kwa physical. So kwa physical huwezi ona. Wenye wamezitekeleza kwa spiritual. So kila spirit inatokelezea mtu na inampromise. So the moment mtu ametoka ndani, ameenda kutafuta solution nje, huko amebant. Juu shida zote za mtu ziko ndani yake, ndio maana anakaa hivi anaona. Hapo ndio kwenye shida iko. Ukienda nje physical kutafuta huko nje solution, nje ni vita. Nje ni vita iko. Place yote utaenda, penye unaona kumesema, wewe njoo kumewekwa makasi huko. Place yote unaambiwa hii ndio chakula, food, clothing, shelter, health, love, wewe jua zote zimewekwa mavitu. Huko ni vita. Unaiona coaches? Huko nje ni vita. Huko kila mtu amejidunga. Huko ni war. Ndio maana tunaambiwa Ephesians 6:12, we do not wrestle against flesh and blood. You ready to cause, tuna wrestle. Utake usitake. Venye tu ndio hivyo kazaliwa, umeingia kwa war. Na kitu yote unaiona kwa hii life ni uongo. Uongo inakaa ukweli. Yote yenye unaiona ni uongo na inakaa ukweli. Sasa hebu niambie coaches hapo, nini itakupeleka ikuoneshe hii ni ukweli? Na kila mtu anatokelezwa na spirit, anaambiwa tengeneza kitu. Kukuja na idea. Hiyo idea haijatoka kwa physical. Hiyo idea imetoka kwa spiritual. So ukitaka kuiaccess lazima uingie kwa spiritual. Ukikuja kwa physical vile unaiona utaband. Sio hivyo, iko kwa spiritual.
Na ndio maana mtu mwingine spirit itamtokelezea imwambie na mimi ndio nikuonesha hizi ideas, na mimi natakaga utakuwa na mwaga damu, utakuwa unafanya hivi, utakuwa unafanya hivi, na mimi nitakufanyia. Na yeye God anakuja anakuambia naye hataki dhambi. Kila spirit inatokelezea mtu iko na promises na iko na sheria zake. So life ni hivyo. Toa kitu yenye haijaionekana, haijasikika, hiyo ndio dominion. Hiyo ndio kila mtu kochiza anataka. So sisi tuko na God wa dominion. Sisi hakuna competition. Yetu ni yenye imesemwa ni final. Hakuna competition kabisa. Juu competition inakuja juu huyu anaweza. Ndio maana wanapatiwa chance, jaribu. Na spirit yote kochizi kitokelezea mtu inampelekaga wapi? War. Zote. Kwa kwanza ni covenant, inakufunza, inakuprovidea na inakuguide na inakuprotect. Huyo God wako mwenye amekutokelezea anataka kumanifest kwa physical. Watu wa Mungu wetu apende damu. Ndio hiyo. Mtu anapenda ukweli, haki na mwangaza. So kama wewe uwezani na ukweli, haki na mwangaza, hawezi access hii kingdom. So mwenye ataingia ni mwenye hajamwaga damu. Ndio hiyo. Na ako kwa haki, ukweli na mwangaza. Ndio hiyo. Yaani ako transparent. Ndio hiyo. Ana kitu ndani ya hati. Ndio hiyo. Na sitake shortcut. Hiyo word shortcut kwanza itoke kwa akili za watu. Ndio hiyo. Haina shortcut. Juu watu wamekuwa akili ya shortcut. Hiyo akili ya shortcut hakuna, wajue hivyo. Na ni kwa spiritual na physical, na ni kutoka mwanzo wa hii dunia sasa hadi mwisho, kwa maji, mchanga na anga, kwa mwili, kwa moyo, kwa roho, kwa mwanaume, kwa mwanamke, kutoka yule mzee hadi yule mchanga, kutoka yule mkubwa hadi yule mdogo, kwa mawazo, kwa maono, kwa matendo, kwa familia, kwa jamii, kwa jumuiya, kwa mataifa, kwa hii dunia, kwa maufalme, kwa makazi, kwa vijiji, kwa mashamba, kwa mji, kwa mji mkubwa, kwa masoko, kwa dini zote na kwa tamaduni zote, serikali zote. Na mapenzi ya Mungu yaendelee kufanyika.